What's up my friends, Mark Benvix hapa. Leo nipo na rafiki yangu anaitwa Jaden. Nahisi mnamfahamu. Kama nimemzungumzia pia sana kama mfanyabiashara ambaye anatumia vizuri mitandao ya kijamii kupata wateja na kutengeneza brand yake binafsi. So nitakuwa naye hapa leo kwenye hizi dakika chache za leo tunapiga story. And kama utakuwa na swali through this, tafadhali utaacha swali kwenye comments. Lakini pia ukimhitaji au ukinihitaji mimi, then description nitakuwekea kila kitu kwenye description. Alright? Karibu sana ndugu yangu. Shukrani bro. Mishe zinasemaje? Mungu abless. Hongera sana kwa kazi. Najua. Hongera sana kwa kazi. Jua linawaka, tunashukuru. Yeah, nimeona kazi zako nzuri sana man. Of course, madini yale unatupa. Huko kitabu linitumia kile nikakisoma, nikaangalia mifumo yake imesaidia. Kile kitabu? Improvement umeziona. Yeah. Mjasi ilikuwepo pale ndani. Mjasi madini. Unajua mjasi ni kifupi cha mjasiriamali. Basi ndo naelewa hapa sasa. Mjasi ni kifupi cha mjasiriamali kwa sababu ni kama swag, ni kama kile wewe labda jina lako ni Ref, labda mtu anakuita J. Kama JJ. Kwa mjasiriamali na kwa mjasi. Sasa lakini mjasi sasa ni yule mjasiriamali ambaye ni mjanja kidogo, anajitahidi anafanya vitu. Muunganisha mjanja. Mjasiriamali leo umeona? Sure. Okay, so adventure yako kama mjasiriamali, how has it been kwanza? Of course, unajua kuna ups and downs, lakini wanasema with great power comes great responsibility. Kwa ukitaka kukua pia changamoto pia lazima zije kubwa. Yes. Uwezo kama unataka kukua afu changamoto zinakuja ndogo hiyo kidogo. Hiyo ni yes. Kwa safari online kama hivyo tunapambana, tunapush. Okay, sasa tueleze kidogo unafanya biashara gani? Na kama mtu ni content creator au anataka kuwa content creator, unaweza kumsaidia vipi kwa sababu actually mimi nauza laptop. Okay. Kutokea China, Dubai na UK. Okay. Na asilimia kubwa biashara yangu ni content. Yes. Kwa sababu laptop kama laptop ile ya kusema unapiga tu picha pap unaposti, unapitwa na wakati. Lazima mteja atakusumbua tena umuelezee vitu kibao. Kwa kupitia content ya video unaweza kuelezea laptop ina sifa zipi, inaitwaje, ina upekee upi, bei yake ni shingapi, mtu anataka kupokea anapokeaje, yani kama unavyojua size attention span ya watu imepungua. Kwa hiyo kusema mtu aanze kusoma tena caption, wewe umempostia picha tena iangalia zoom ageuze sio ya swipe afanyaje, no. Kwa kwenye video kwa umeeleza kila kitu inakuwa tayari imemrahisishia mtu kupata majibu. Ingawa vichwa ngumu hapo, unaweza kueleza kila kitu mtu aje kuuliza vipi boss unauza nini? Kwa hiyo inahitaji kidogo yani sio hata nisemaje, kuna namna tu inahitaji uwe na hekima. Hata kama unataka umemind mtu kimoyomoyo inabidi pale tu wakati kwamba karibu sana boss tunauza hiki na hiki. Ingawa ametoa matangazo ambayo inaeleza tunauza. Nimeeleza kila kitu na bei yake. Unabidi tu mjibu tena hapo. Akuulize maswali. Kwa mwisho wa siku inakuwa hivyo. Kwa content nadhani content zinasaidia to some degree. Tofauti na zamani kusema picha sio umeweka na nini. Kwa video inakuwa fair enough. Upo sahihi. Jinsi unavyoelezea content ni precisely kazi ya content. Kwa sababu content marketing ni kwamba unajireplicate wewe. Yaani kwa mfano ningekuja kama mteja kuulizia laptop, ina maana wewe ungenielezea vile. Unarekodi ile conversation, unarekodi ile kitu, alafu unaiweka sehemu kiasi kwamba mtu mwingine kama mimi nikitokea, hauhitaji wewe tena kuelezea. Ile content inafanya ile kazi ya wewe. Kwa hiyo unajigawanya mara 2, mara 3, mara 4. Hapa sasa nimegain kitu. Umeona? Yes. Kwa hiyo unavyotengeneza content ni unakuwa unajireplicate. Unatengeneza mfanyakazi wako mwingine ambaye kwa sababu kuna sehemu ambayo let's say unauza MacBook kama hivi and then umemwajiri mtu unamwambia sikiliza, nataka uuze MacBook hii peke yake. Sawa? Wateja 1000 watakuja kwenye maisha yako yote ya kazi. Na nataka wote waelezee hivi kwamba hii laptop ina speed kiasi fulani, na RAM kiasi fulani, ina ports ngapi, ina uzito kiasi fulani na bei yake ni kiasi fulani. Ndio kazi yako. Okay. Sasa yule mwajiriwa inabidi akariri ile script. Sawa? Sasa hivi wewe unamtengeneza mwajiriwa mwingine, unatengeneza content sasa. Ile content inakuwa mwajiriwa wako. Okay. Kila mtu anayekuja dukani kwako ambao ni kwenye page ile anakutana na huyo mwajiri wako, content ile inaanza kumuelezea kile ambacho ulikuwa unabidi mlipe mwingine 500, 300 kila mwezi, au anaelezea kitu kile. Content inasaidia. Content inafanya hiyo. Unajireplicate, yes. Kwa hiyo the more the content, the more wafanyakazi uko umeajiri watu wengi. Wafanyakazi wengi. Hiyo inakaa vizuri. So what are strategies gani tofauti ambazo unatumia let's say kuwavutia wateja kwenye biashara yako? Of course mimi ukiachilia mbali content nimefocus sana na kuwapa offer ambazo sehemu nyingine, sababu kila mtu anauza laptop, si ndio? Kwa hiyo namna ya kufanya mtu aache duka jingine aje kwangu ni ipi? Kati wote tunauza laptop zile. Ndio maana nakuwa naambatanisha na offer. Kama mtu anaweza kupewa bag free, akapewa stand free, akapewa mouse free, installation pamoja na warranty.
Niliona ile siku nilinunua laptop. Wewe nanunua laptop zangu zote wewe nanunua kwako. Tofauti na nyingine. Ndio hiyo kitu ambayo niliona umeweka mouse pale, umeweka ile laptop stand, umeweka na ile yote hivyo vinamsaidia mteja kwamba akiwa anataka kufanya choice ya kununua laptop next time anakumbuka kwamba nikinunua hapa kuna hiki. Alafu kitu kingine ambacho tunajitahidi sana ni kuhakikisha kwamba tunatoa value for money, yani kwamba mtu umetoa pesa yako lazima ufurahie, sio tu faida. Sisi tuangalie kupata faida kidogo, lazima tuangalie pia ukubwa wa pesa. Kwa hata kama umetupa 500,000 umenunua tu 500,000 tumepata faida 50,000, tunathamini kwamba umetoa 500,000. Umetoa 500,000. Tuangalie faida ambayo tunapata sisi, tuangalie ulichokitoa mteja ndio tudeliver kwa namna hiyo. Kwa mwisho wa siku upekee ambao tunautafuta ni kwamba kuhakikisha mteja anafurahia huduma, lakini at the same time pia na sisi pia tunaacha mark kwamba kwenye business ambayo tumeifanya kuna namna mtu anahisi utofauti na akienda sehemu nyingine inakuwa hivyo. Yeah. Okay, that's really interesting. Kama mnafanya hivyo, that's very interesting. Kuna nani mmoja nilisoma sehemu jamaa isema mtu akipita barabarani akawa anaona ng'ombe, anafahamu ng'ombe rangi zake ni common. Yes, kukutana na ng'ombe wa pinki. Wa purple. Lazima angalie hiki kitu kina utofauti. Kwa sababu tunajaribu kuweka kwa namna hiyo, ingawa hamna jipya, lakini tunajitahidi. Hivyo vitu vidogo ndio vinasababisha sales ziwe tofauti na watu wengine. Yeah. I think that's very tunatarajia hii phase ambayo inaanza kuanzia leo, maana milioni kama nimezaliwa upya. Kwa hiyo hii phase inaanza kuanzia leo. Kwanza happy birthday ndugu yangu. Birthday sana. Ingawa sioni cha celebrate. Bado sijaachieve vitu vingi sana ambavyo kuna vitamani, lakini kuna namna natakiwa kumshukuru Mungu. Mpaka hapa tulipofika ni hatua. Ila hii ya saizi nimesema celebrate kivyovyote, natulia. Naweka mipango ambayo itakuwa inanidai. Itakuwa ni kama deni. Kwa hiyo ya mwakani nitakachojizawadia brother, I hope you'll be there as mgeni rasmi wenyewe anasema. Itakuwa ni uzinduzi of course. Okay, so umeelezea strategies kadhaa ambazo unatumia. Let's talk about challenges ambazo umekutana nazo. Of course kwenye challenges ziko nyingi. Lakini kubwa kabisa ni ile wateja, maana sisi tunauza laptop ambazo ni refurbished. Refurbished. Used waga hatuuzi kabisa. Lakini pia brand new zipo, ingawa kwenye market ambayo tunakuwa tunaitarget kwa kuafford brand new ni wachache sana. Kwa hiyo changamoto kubwa ni expectation za mteja, anakuwa na expect kwamba anapata brand new laptop kwa bei ya refurb. Kwa hiyo najitahidi sana kutoa elimu kwa wateja kwamba kuna tofauti gani kati ya refurb na new. Na new na used. Tofauti ni upi? Kwa tukishakuwa tumewaelezea hivyo, at least kidogo inakuwa ina create awareness, mtu anakuwa anaelewa. Tofauti na kama mfano unataka kiatu wewe, mimi nauza kiatu namba 40. Umekuja umekinunua. Kinaenda kule akikutoshi sababu unavaa namba 42. Kosa obvious na kosa sio la kwangu. Ni kosa la wewe ambaye unahitaji kutokujua unahitaji kitu gani. Lakini mimi muuzaji nimekuuzia ambacho nauza. Ndio changamoto ambayo tunakutana nayo hiyo hapo. Sometimes mtu anataka anunue, ameona laptop tunauza 300,000, anaitaka hiyo. Unampa, anataka kaifanyishe kazi za laptop ya milioni. Ikishindwa kufunction kwenye huo taratibu, mtu anakuona kama umemkosea, lakini ukiwapa elimu sometimes wanaelewa. Sababu tofauti na changamoto ambazo zinajitokeza nyingine, labda mtu ameita delivery umepeleka, alafu unafika alikuwa na nia yake nyingine, anataka kuibie, kaona uweze simu apokee. Kwa hizo ni vitu ambavyo tushavizoea sasa hizi. Yaani sio mtu itikija message 10 kwa tapeli mmoja kabla hajafanya chochote sasa hizi najua. Unajua kabisa. Ngana ambavyo nimedeal nao. Yaani kwanza atakavyo ni check pale ile response na kila kitu najua tu hapa. Hamna business. Kwa hiyo tunasema ile tuna bet. Kama mimi napoteza 10,000 kufanya delivery ili nikapate 500,000. Nakuwa najua tu hata kienda kipotee 10,000, lakini najua naenda kwa tapeli. Wasema RIP to the man who lost trying to make more money. Kwa hiyo inaenda naiacha tu. Ila mtu kama nitapeli sasa hizi najua kabisa tu hii simu inaoita hapa. Tawaelezea siku moja namna ambavyo matapeli wanaoperate. Sasa hizi wanatumia akili kubwa. Wanatumia akili sana. Ogopa sana kuwa na matapeli ambao ni wasomi. Maana sasa hizi wasomi ndio wapo mtaani. Wametulia zao. Wanajaribu kufigure out tunafanyaje tupate hela. Sasa tofauti na wezi wa zamani, mtu ana plan kwenda kuiba kuku. Alafu hajapanga anachomokaje, atakwepaje ambaye anataka kumkamata. Tukiwa ameonekana kisa hizi tapeli wa sasa hizi ameshakaa chini, ameanalyze kila kitu ambacho kinaweza kikatokea kwenye hilo tukio lake. Tapeli katumia ChatGPT. Kwa hiyo mpaka anakusotia mchongo hivi ujae. Na wewe ukiwa boya unaingia kwenye 18. Kwa hiyo wanatumia akili kubwa sana na watu wanalizwa. Kwa hiyo nadhani itabidi tuje tukae tuiongelee pia hii issue ya utapeli kindani. Maana kuna njia nyingi sana ambazo kama mtu hujawahi kukutana nao, ukiwa ndo wewe ndo first attempt unalia 100%. Kwa hiyo inahitaji makini sana.
Yuko anakuja? Ameshafika au? Okay, sawa. Sasa okay. Sawa, sasa kwenye vitu ulivyosema hizo challenges sometimes unajua tuna kwamba especially mimi sasa nitazungumzia kidogo kwenye challenges ambazo zinaongelea kwenye wateja. Kwa sababu kwa mfano ulivyosema kwenye kwamba mnahakikisha mnampa mteja value for their money. Yeah. Ile pale ina maana wewe unategemea frequency ya purchase. Unategemea frequency iwe kubwa. Kwa sababu mtu ambaye angekuwa hajali frequency ile value for money angekuwa anahakisha kitu anachokiuza anakiweka bei kubwa sana ili hata akipata wateja wachache anapata faida kubwa kwa wateja wachache. Kwa maana wewe una kitu ili upate ile result kubwa sana unahitaji frequency kubwa ya wateja. Sasa what I think hapa unachoweza kufanya, let's say your focus inaweza ikawa kuhakikisha unapata UGC kutoka kwa wateja. Yaani mteja akishapata anakutengenezea video, unbox video, kutengeneza content na hiyo vinandi yako, kukushukuru na hiyo video tu ndogo. Sasa ile video itaongeza frequency ya watu kupurchase. I think hiyo kitu inaweza ikawa aina nyingine ya content. Yeah, sure. Especially kwa sababu unavyosema ile unawaita wataalamu, community yako unawaita wataalamu. Nasikia mtaalamu anajua what we talking about. Sawa. Kwa hiyo nipe dakika moja eh? So wataalamu kama familia. Ni familia, yani community yako umetengeneza. Yote ambaye anatumia maudhui yangu kujifunza chochote, anayenunua kitu chochote kwangu na mconsider kama mtaalamu. Sababu vitu ambavyo na offer vitakufanya uwe mtaalamu aidha kwenye mahusiano, maisha, biashara, sababu chochote ambacho nitakuwa na kama sio content laptop niyo kuuzia itakusaidia uwe mtaalamu kwenye nini. Kwa hiyo nikaona ni categorize kwa namna hiyo. Okay. Ili mtu akisikia mtaalamu anajua wateja wa Fukaelectronics. Kwa hiyo idea ya UGC taifanyia kazi. Itabidi ifanyike kazi. Lakini nasema ni vita sasa hivi. Sasa okay, sasa another thing ambacho I think especially sasa kwa hao watu ambao kwa hizo challenges zilizozitaja, one of the best solutions ni content ambayo ni long form. Yani unavunja sheria za mtandao sometimes. Let's say watu ambao wanaona content fupi, wakiona content fupi they don't have context, hawana context ya kitu, ndio maana wanakuuliza maswali zaidi. Wengine washasahau, wengine wako kwenye daladala wameangalia video yako bila sauti, kwa sababu 80% ya watu wanaangalia content sana wanaangalia bila sauti. Sasa ili kuwasaidia wale, unatengeneza long form content. Hata kama ni Instagram hiyo, unaweza kutengeneza video ya dakika 10, dakika 5, dakika 7, alafu ukaipost bila kujali itapata views kiasi gani, bila kujali kama itaenda viral, alafu unaipin. Sasa mle ndani you go into maswali yote ambayo watu wako wanakuuliza. Kitokea questions. Yes. Common questions wanakuza kuhusu, let's say kama ni laptop specific au kama kuongelea kwa mfano hiyo refurbished pamoja na used pamoja na new, hiyo inaweza kaingia kwa sababu kwenye content fupi ni vigumu sana kudive into kwenye topic. So I think hiyo itakuwa very helpful kwenye hizo challenges ulizotaja. Nikutana na changamoto moja. Nilikuwa nimefanya video ya tangazo. Kama kwenye dakika ya kwanza inavyokuwa inaisha pale ndio kama nimetaja bei na offer ambazo zimepatana na hiyo laptop husika. Asilimia kubwa tu kuja inbox ni wauliza bei tu. Wauliza bei. Sababu kwa sababu waangalie video mpaka mwisho. Sasa kagundua okay. Kwa hiyo nikawa naweka zile common questions za mteja kwenye kila tangazo naziweka mwanzoni. Kwa bana hii laptop ni hivi na bei hii hapa, offer ni hivi na hivi, mawasiliano pap. Kwa hiyo kisha kwa umeangalia sekunde 30 za mwanzo na majibu yote ya maswali ambayo unaweza ukauliza. Kwa hiyo ukija inbox kwangu unakuja unajua unataka kufanya nini. Ikawa imesaidia, lakini sasa naona pia sasa hivi sielewi wateja wanataka, ndio tukae na wataalamu kama nyie sasa mtuambie sababu utafanya hizo na nini zote, lakini baadaye bado mtu inbox anakuja na kuuliza umesema hiyo inaitwaje? Ni shilingi ngapi? Inapatikana wapi? Kwa hiyo hiyo shida ni nini of course. Kwa hiyo itabidi tukae na wataalamu sasa mtuambie mbinu zipi tutumie at least kuepuka na hiyo kitu, maana mtu akija inbox unajua mimi nakatwa hela. Kwa sababu mtu akija sasa of course, kwa sababu unavyosema unaongelea tangazo. Si unaongelea tangazo okay, so ulivyotaja tu tangazo hapo nimejua unahitaji approach tofauti na content, kwa sababu kama ni content za kawaida na tangazo inabidi tu zi approach kitu tofauti. Yes, so I think kwa ulivyosema hivi I think nitakutumia baadhi ya resources utazipitia. And then zile nahisi zitakusaidia zaidi, kwa sababu sasa hivi tunataka tubadilishe strategy kutokana na jinsi ambavyo algorithm inafanya kazi. Siku hizi followers wako hawapati content unazo post. Kwa sababu kuna ile tunaita TikTok effect. TikTok imesababisha ilivyotengeneza ile for you page, ilisababisha mtu ana enjoy ile for you page. Yaani kwamba algorithm yenyewe inamtengenezea
ile experience zaidi ya ile following. Yaani hata mimi mwenyewe nikijichanganya tukaingia kwenye watu nilio follow for you page, narudi for you, sababu kwa watu wanafollow wanaona kama hamna kitu. Nikirudi huko naona kama kuna kwa hiyo you need a different strategy kwa sababu wewe unashindana na for you page sasa. Okay. You need a different strategy. Yeah, kwa imekaa vizuri. So I think that was it, my friend. So, unless una kitu cha kushare na wanangu hapa ambao kama kwa hiyo kama ni content creator, I think unaweza kuwa unahitaji laptop kwa sababu most of the time na edit videos zangu kwenye laptop. Na kama natengeneza blogs au kitu ambacho ni long form au kufanya kazi zaidi, laptop. So kama unahitaji laptop, I think ni mwanangu sana, na laptop zangu nanunua kwake, of course tofauti na hii, lakini laptop yangu nanunua kwake. Kwa hiyo nitakuachia description hapo chini, nitakuachia mawasiliano yake ya WhatsApp, Instagram, Instagram. Kwa hiyo mtext Instagram, DM sasa hivi Instagram. Atakupa offer. Mwambie nataka offer 10% punguzo. Yani ukija kutoka kwa ndugu yangu hapa kuna 10% punguzo, atakubless. All right. Yeah, sure. Yeah, so what do you have to say to my friends? Tuage tu. Mimi niwaambie tu sasa hivi tutawaletea vitu bora, lakini pia kama nilivyosema, value for money. Alafu kingine kwa sababu kuna content creators pia ambao wanakuwa wanatuangalia, kiachilia mbali wateja. Consistency ndio kila kitu. Yani watu wanaona. Kwenye watu wale 500 buku ambao wana view video yako kihisi ni wachache, waitie uwapikie. Kama watu 1000 wanaona ni wachache wameangalia video, waite uwapikie, uwalishe. Utajua kwamba ni wengi. Unajua ni wengi It is what it is. Karibuni sana 4K Tronics, tupo Kariakoo, mtaa wa Likoma na Magira. Okay. Fika tu hapo na umefika dukani. Alright, ndugu yangu. Shukrani sana. Be blessed. This has been good. Bado kuna madini mengi ambayo nijazoe kabisa. Njoo studio pale fanya long na maswali yangu mengi huko ambayo hajapata majibu bado. I know. So, nashukuru sana. Alright, shukrani sana my friend. Unaweza kavua miwani? Yeah, naweza kavua miwani. Najua umepata madini huko.